Naam, niweze kukaribisha tena katika siku nyingine ambayo tutaweza kujifunza somo zuri, somo la afya ya akili. Afya ya akili. Naam, tunapoongelea habari ya afya ya akili tunaongelea ni ustawi wa kiakili, hisia, tabia. Na hii huweza kumfanya mtu aweze kuamua maamuzi ambayo ni sahihi, lakini kufikiri kwa ubora zaidi. Lakini pale inapokuwa imekosekana hii changamoto, unapokuwa una changamoto ya afya ya akili, unaweza ukajikuta una maamuzi ambayo sio sahihi, au lakini muda mwingine kuchukua maamuzi ambayo ni ya kutisha. Mfano, unajikuta mtu anajinyonga, pale maana yake anakuwa na changamoto ya afya ya akili. Au mtu anakunywa sumu, ujue kwamba ana changamoto ya afya ya akili. Lakini muda mwingine mtu mwingine anaweza kuwa hata anakuwa na ukali usio na sababu. Yaani kitu kidogo tu mtu amemuuzi kitu kidogo sana, anakuwa mkali. Anakuwa mkali, anawaka. Vijana wa saizi wanasema kwamba ana kisukari. Kisukari kinampanda. Naam, ukiona hivyo ujue kwamba yawezekana unakabiliwa na changamoto ya afya ya akili. Tutaona dalili kadhaa ambazo zinaweza ukiziona hizo dalili ujue yawezekana na changamoto ya afya ya akili. Na kwa kawaida changamoto ya afya ya akili hauwezi muda mwingine 100% kwamba usikumbane nayo, ila sometimes inavyokuwa inazidi ndio inakupelekea unajikuta umefanya matukio ya ajabu, au baadaye kufanya matukio ambayo hayapendezi katika jamii, maybe kujiua na nini, na kujihatarisha kwa mwili wako wewe mwenyewe, kutokuishi vizuri, kushirikiana vizuri na jamii. Unaweza ukashindwa kabisa kwa sababu umeshindwa kujicontrol. Kwa namna pia tunavyoongelea namna ya ustawi wa afya ya akili ni pia ni kuvumilia hata muda mwingine wakati ambapo unakutana na magumu. Tunaweza tukaongelea mental toughness, ni namna gani ubongo unaweza kustahimili changamoto. Na tunajua sasa teknolojia imeenda mbali sana, na kwa taifa la Marekani nikawa nafuatia taarifa fulani, nasema baadhi ya watoto wamekuwa wakichukua maamuzi labda ya kuwachoma wenzao visu au kufanya matukio ya ajabu. Kwa sehemu kubwa utakuta kwa nini wanafanya hivyo, ikaonyesha kwamba ni kwa sababu malezi yao. Utafiti ulionyesha kwamba malezi waliokuwa wanalelewa tangia wanakuwa hawakukutana muda mwingine na changamoto ambazo na muda mwingine zinaweza zi changamoto ambazo mtu anazipitia katika maisha, kila kitu anavyokuwa anapata na nini, hiyo umeweza kumfanya anavyokuwa anakosa hicho kitu kwa muda huo, anahisi bora hata ajitoe uhai. Hiyo pia imepelekea changamoto kubwa sana kwa baadhi hata ya watoto. Na hata wakati fulani tulishuhudia kifo fulani ambacho mtoto mdogo amenyimwa iPad, laptop, simu na mzazi wake, anachukua kamba anajinyonga. Sasa kwa nini mtoto ajinyonga akiwa mtoto mdogo kabisa hivyo? Kwa nini? Amekosa mental toughness, hana ustahimilivu wa magumu, kulingana kwamba kila kitu anakuwa anafanya nini, anapewa. Hiyo inamfanya kwamba asiwe mvumilivu kwa chochote anachokutana nacho. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikaonyesha kama wewe unakumbana na hiyo changamoto.